maisha yetu ni kusudi la Mungu. Na ili kusudi la Mungu, mpendwa wangu, lisingeweza kukamilika kwenye maisha yako isingelikuwa Yesu kuendea mateso Yerusalemu. Kwamba Yesu aliyaendea mateso ili wewe uishi kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Kuishi kwako wewe sasa ni lazima uishi sahihi, kwa sababu Yesu alienda msalabani kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Alipata mateso kwa ajili yako, kwa maana ya kwamba wewe sio mfungwa tena, wewe sio mtumwa tena, wewe upelekeshwi na mamlaka yoyote, ila mamlaka ya Kristo ina mamlaka juu yako, kwa sababu alikamilisha kazi ya mateso aliyokuwa ameitiwa. Ya kwamba katika huu msimu, ukisoma kwenye hii mstari wa 2, Yesu akiwa anawaambia, anasema ni msimu wa Pasaka. Majira yale ambayo tunaona Yesu anayatumia ni yale ambayo yalitumika na wana wa Israeli wakiwa wanatolewa utumwani Misri. Ni majira haya yeye anajitoa, ishara ya sisi kutolewa kwenye utumwa wa dhambi, kwenye mateso. Sijui ni kitu gani ambacho kinakutesa, sijui ni kitu gani ambacho kinakuumiza, sijui kitu gani ambacho kimekaa hapo kwenye mlango wako kinakufanya usione kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Mtazame Yesu aliyemwaga damu yake msalabani kwa ajili yako, kwa sababu sasa una uwezo wa kuliishi kusudi la Mungu. Huyu mwanamke alitenda tendo la kulifanya kusudi la Mungu wakati ambapo Yesu hata hajaenda msalabani, lakini sisi tunaishi kwenye wakati ambao kusudi la Mungu linatimia kwenye maisha yetu, kwa sababu alishaenda msalabani. Kwa hiyo huwa napenda kusema sentensi moja kwamba sisi, we are not fighting for victory, we are fighting from victory, kwa sababu alishashinda kifo na kaburi. Kwa hiyo lazima ushinde na uliishi kusudi la Mungu. Inawezekana kusudi la Mungu ukawa unaliona katika taratibu za dini ambazo umejiwekea, lakini ndani yake lazima utafuta kumuuliza Yesu, ni nini cha muhimu cha kufanya? Kwa sababu hicho cha muhimu cha kufanya akijirudi ni mara moja tu, na ukikipatia utakuwa na amani na Mungu.